mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa mu mwami. Amen. Amen. Hanyuma muri iri jambo nifuje ko dusezeraniraho. Katika neno hili nimetamani tuweze kuagana. Nagira ngo tuganire ku gakiza n'imirimo. Tuongee kuhusu wokovu na matendo. Tuganire ku gakiza n'imirimo. Wokovu na matendo. Yurebye muri inkuru ya Abrahamu dusomye. Kiangalia kwa habari ya Abrahamu tumesoma. Ubona Abrahamu yaramenya abamarayika. Abrahamu ameweza kutambua malaika. Hanyuma anabakorera imirimo. Hata akafanyia kitu. Gukizwa gusa ntibihagije. Kuokoka peke yake haitoshi. Uramutse utagira imirimo. Kama hauna matendo mema. Kuki twakijwe ntiduhite dupfa. Kwa nini tuliokoka na hatukufa hapo hapo? Impamvu Imana yatwongeye igihe cyo kuba mu isi. Sababu Mungu alituongezea wakati wa kuishi duniani. Yagira ngo tuzakora imirimo izaduherekeza. Ni ili tuweze kufanya kazi ambayo itatuzindikiza. Usome ibyahishuwe 14 murongo wa 13. Ufunuo 14:13 ukisoma. Aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti. Kasikia sauti kutoka mbinguni ikiniambia. Andika hivi. Uhereye none. Kuanzia leo. Ahigwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Eli wafao katika mfalme wetu Yesu. Umwuka nawe aravuga ati ye. Roho naye akasema ndio. Ngo baruhuke imihati yabo. Wapumzike choko wao. Kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Maana matendo yao yatawafuata. Hanyuma Yakobo yaravuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Yakobo akasema imani sio na matendo imekufa. Yakobo ibice 2 murongo wa 19. Yakobo 2:19 kugeza 21 hadi 21. Aravuga ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Amini kwamba Mungu ni moja tu. Ibyo ni byiza. Hiyo ni nzuri. Ariko abadayimoni nabo lakini mapepo nao barabyizera bagahinda n'imishitsi. Wanaamini hayo na wanatetemeka. Wa muntu utagira umurimo we. Wewe mtu usiye na matendo. Ni muzi yuko kwizera kutagira imirimo ari mfabusa. Je, wataka kujua kwamba imani bila matendo haifai kitu? Mbese sogokuruza Abrahamu. Je, Abraham baba yetu yatsindishirijwe n'imirimo. Hakuhesabiwa mwenye haki kwa kile alichokitenda. Yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro. Alipomtoa mwanawe Isaki madhabahuni. Ntangira nababwiye ko Abrahamu yari afite amasezerano abiri. Nikianza niliambia Abrahamu alikuwa na ahadi mbili. Iri kuru kwari guhinduka sekuru w'amahanga. Kubwa zaidi ilikuwa kuwa baba wa mataifa. Hanyuma isezerano rya kabiri kwari kubyara Isaka. Ya pili ilikuwa kumzaa Isaka. Aya masezerano yose yaratinze. Agano hizi mbili zilikawia. Ya mbere ryatindije rya kabiri. Ya kwanza ilisababisha ya pili kawie zaidi. Ya mbere ryatindije rya kabiri. Ya kwanza ikasababisha ingine ichelewe. Imana ntiyakora ikosa. Mungu hawezi fanya kosa. Yo kuguha amafaranga. Ya kukupatia pesa. Itaraguha ubutware bwo gutegeka amafaranga. Kama hajakupatia uwezo wa kuamuru hizo pesa. Imana ntiyakora ikosa. Mungu hawezi fanya kosa. Iramutse gukunda. Akikupenda. Ntiyaguha icubahiro. Haizi kupatia heshima. Itaraguha imbaraga zo gutegeka icubahiro. Kama hajakupatia nguvu za kuongoza heshima. Guhinduka muri wowe. Kubadilika ndani no gusa na Kristo. Na kufanana na Kristo. Bishobora gutinza imigisha y'inyuma. Inaweza sababisha baraka za nyuma zichelewe. Ukomere mu gakiza. Ili kwanza uimarike katika wokovu. Akikupatia uzakomeze kuramya Imana yonyine. Uendelee kuabudu Mungu peke yake. Ntabwo twaba twaritindije. Pengine tumejichelewesha wenyewe. Kuri bya bindi dushaka by'inyuma. Kwa yale ambayo tunataka baadaye. Niba ushaka kuzagumana ubugingo buzima. Kama unataka kuendelea kukaa na nafsi nzima. Shira imbaraga mu guhinduka. Weka nguvu katika kubadilika. Kugira ngo nibiza. Ili yakija. Uzakomeze kuramya Imana yonyine. Uendelee kumwabudu Mungu peke yake. Umuririmbyi yaririmbye ngo ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura. Mubaji alisema hizi panda maisha yangu yapotee. Yabucunguje igiciro iteka aramfata. Maana alinikomboa kwa dhamani kubwa. Kugira ngo ukore imirimo rero. Ili utende matendo sasa. Turavuga ku kwizera n'imirimo. Tunasema imani na matendo. Kugira ngo ukore imirimo ili uweze kutenda matendo mema. Umuntu wese ari hano. Kila mtu ali hapa. Avuga ko yakijijwe. Akisema aliokoka. Hari ibibazo 8 agomba kumenya gusubiza. Kuna maswali 8 anastahili kujua kujibu. Icyambere. Swali la kwanza. Ndinde. Mimi ni nani? Ngewe ndinde. Je, mimi ni nani? Muri Kristo Yesu ndinde. Katika Kristo Yesu mimi ni nani? Icya kabiri. Swali la pili. Nge naremewe iki? Mimi niliumbiwa nini? Niki Imana yandemeye? Kwa nini Mungu akaniumba? Icya gatatu. Swali la tatu. Umuhamagaro wanjye ni uwuhe? Je, mwito wangu ni gani? Icya kane. Swali la 4. Impano zanjye ni izi? Je, karama zangu ni gani? Icya gatanu. Swali la 5. Ni izihe nzitizi mfite mu buzima? Ni vikwazo gani, vizuizi gani nazo katika maisha? Icya gatandatu. Swali la 6. Ni iyihe miryango ikinguye imbere yanjye? Ni milango gani imefunguliwa mbele yangu?
Icya karindwi. Swali la 7. Ni bande bafatanya bikorwa? Ni kina nani wanaambatana na mimi kwa kazi hii? Icya munani. Swali la 8. Niye nkwiye kubikoresha? Ni wapi nafaa kuyatumia? Umukristo yabatijwe. Kristo anapookoka. Agiga burogere. Anakula meza ya Bwana. Yicaye muri rusengero. Amekaa kanisani. Adashobora gusubiza ibi. Na hawezi jibu maswali haya. Azava mwisi yarakoze ibintu bike. Atatoka duniani amefanya machache sana. Azava mwisi yarakoze ibintu bike. Atatoka duniani kama amefanya vitu vichache sana. Ushobora gukorera Imana ibutabizi. Huwezi tumikia Mungu kama hujajibu maswali hayo. Iyo utazuriwe, kama hujijui wewe ni nani, ufata nk'ababonetse bose. Unajichukulia kama yule yote tu. Ibintu byose urabivuga. Kila kitu unasema. Ahantu hose urahicara. Kila mahali unaketi tu. Ugendana n'ababonetse bose. Unatembea na mtu yeyote. Kubera ko ntuzuriwe. Maana hujijui. Ntabwo uzuriwe. Wewe hujui wewe ni nani? Ntabwo turi abantu baciriritse. Sisi sio watu wa kudharaulika kweli. Turi abana b'Imana. Sisi ni wana wa Mungu. Twacungujwe igiciro gikomeye. Tulikombolewa kwa damu ya dhamani kubwa. Twacungujwe amaraso y'igiciro. Damu ya dhamani kubwa sana. Turi abana b'Imana. Sisi ni wana wa Mungu. Turi abana b'Imana. Sisi ni wana wa Mungu. Ibyo birahenze. Hiyo ni dhamani sana. Na mafaranga wabigura. Hakuna pesa unaweza tumia kununua. Hanyuma twaremewe iki? Halafu tuliumbiwa nini? Twaremewe gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Tuliumbiwa matendo mema yote katika Kristo Yesu. Iyo wasobanukiwe ibi, unapoelewa haya, ntabwo wakora imirimo mibi. Hauwezi fanya matendo mabaya. Ko uhatana ngo ukore icyo waremewe. Unajaribu kufanya kile ulichoumbiwa. Ntabwo nshaka gusubiza ibibazo byose. Sitaki kujibu maswali yote. Byafata umwanya munini. Inaweza chukua muda mrefu sana. Leo turiga gakiza n'imirimo. Leo tutajifunza juu ya wokovu na matendo mema. Nishimira Imana. Kitu moja nashukuru Mungu. Nilijua kile nilichoumbiwa mimi. Namenye impano yanjye. Na nikajua karama yangu. Na mwito wangu pia. Kuna watu katika kumtumikia Mungu ni kama wako kwa mashindano. Kubera ko ararushanwa nani? Anashindana na nani? Buri muntu wese ni ikinege. Kila mtu ni wa kipekee. Na Desire yavutse mbere yanjye. Hakuna Desire aliyezaliwa mbele yangu. Na hakuna atakayezaliwa nyuma yangu. Duniani mimi ni peke yangu tu. Siwezi jifananisha na wewe. Kuna vitu Mungu aliweka ndani yangu, hakuweka ndani yako. Kuna yale Mungu aliweka kwako, hakuweka ndani yangu. Sasa kwa hiyo nakuhitaji. Nakuhitaji tuweze kukubaliana. Mimi siwezi shindana na wewe. Kuna siku moja nitasimama mbele za Mungu. Waniuliza, ulijua kile uliumbiwa? Alafu ulifanya hivyo? Abraham kupokea malaika alifanya kile alichoumbiwa. Alafu kumtumikia Mungu sasa ni moja wapo ya vile tulivyoumbiwa. Kutumikia Mungu ni moja wapo ya vile tulivyoumbiwa. Babwira akantu kamwe nungutse numva ari igitsika mutima. Niwaambie kitu moja ambacho imefaidika moyoni mwangu. Ikintu wakora mu isi, kitu unaweza fanya duniani ukazarinda upfu uticuza, ukufe kama hujajuta, ni gukorera Imana byonyine, ni kutumikia Mungu peke yake. Nagiye mbona abantu bakomera. Niliona watu wakuu bagakomera muri politike, katika siasa, bagakomera mu mafaranga, kwa pesa pia. Ejo ukabona birahindutse, kesho unakuta imebadilika, ukabona hakomeye abandi, unakuta wengine sasa ndio wanaheshima. Ikintu wakora mu isi, kitu unaweza fanya duniani ukufe kama hujajuta, gukorera Imana byonyine, ni kutumikia Mungu peke yake. Amen. Amen. Tashimira Imana ko nabimenye. Nashukuru Mungu maana nimetambua haya. Ni byiza gukorera Imana. Ni vizuri kumtumikia Mungu. Ni moja wapo vile tulivyoumbiwa. Tuko juu ya wokovu na matendo mema. Hanyuma ni byiza kumenya ukorera. Ni vizuri kumjua yule unayemtumikia. Gukorera Imana ni kimwe. Kutumikia Mungu ni kitu kimoja. Ni byiza kumenya ukorera. Na ni vizuri kujua yule unayemtumikia. Tubwiye ngo Abrahamu yubuye amaso. Yeye anatuambia Abraham alipoinua macho, akaona waume watatu, akawajua. Alhamisi niliwaambia tuombe Mungu aguze macho yetu, tupate ufunuo. Kuna watu wanazungukwa na matendo wanafaa kufanya, lakini macho yao haijafunguka waweze kuiona. Hata baraka zetu hazipo mbali, vile tu macho yetu haijafunguka tuone. Amen. Hanyuma muzi impamvu dukwiye kumenya Imana dukorera. Mnajua kwa nini tunafaa kumjua Mungu tunayemtumikia? Aba malaika, hawa malaika, kuna kitu nimefikiria kwao nikaogopa. Bari banyuze kwa Abrahamu bagiye Sodomu kuyirimbura. Walikuwa wamepitia kwa Abrahamu wakienda Sodoma kuharibu. Mu byukuri misio yabo
ntabwo byari gutanga umugisha kwa Abrahamu. Hakika kazi yao ilikuwa kutoa baraka kwa Abrahamu. Bamanutse i Sodomu, walikuwa wanashuka kwenda Sodoma. Imana ibabwiye ngo gutaka ku Sodomu kwazamutse kungeraho. Mungu akisema amesikia kilio kutoka Sodoma. Undebere ko ibihavugwa birukuri. Shuka usikie kama ile inasemwa ni ukweli. Usanga birukuri mu bakorera ikibakwiriye. Ukikuta ni ukweli ufanye kile kinastahili. Wakapitia kwa Abrahamu. Abrahamu akawatambua. Kwa wakati wa kumuua wakampa baraka. Nataka nikuambie ukiwa na bahati macho yako yafunguke yaone. Mahali wengine wanafia wewe unaweza pata baraka. Mahali wengine walikuwa maskini utakuwa tajiri. Pale wengine walianguka wewe utaamka. Bora macho yako tu yaguzwe. Soma neno hili. Nimefikiria kitu kingine. Hari umudamu ngo yari amaze imyaka 18 no 12 ari mu mugongo. Kuna mama alikuwa na miaka 12 kiwa na mgongo kwa mgongo. Byari bimugoye. Alikuwa miaka 12. Alikuwa anatoka damu miaka 12. Hanyuma ngo yumva Yesu ko ari buce muri iyo nzira. Akasikia Yesu atapita kwa hiyo njia. Muzi aho yarahaciye agiye. Mnajua alikuwa anapitia kienda wapi? Yaragiye Yerusalemu kubamba. Alikuwa anaenda Yerusalemu kusulubiwa. Aravuga ngo nagerageje abaganga bose biranga. Akasema nimejaribu madaktari wote haikuwezekana. Ngiye kugerageza uriya mugabo. Hata nikajaribu yule mume naye. Yari yibwiye ko alijiambia kwamba akora ku nshunda z'imyenda. Akiguza tu pindo la nguo yake atapona. Mu Bisirayeli, Israeli, iyo umugore yabaga ari mu mihango, mwanamke akiwa kwa mwezi hangeweza kwenda mbele ya watu. Siku 7 zote alikuwa kwenye laana. Hakukubaliwa kuguzwa na mtu yeyote. Alimaliza miaka 12 kuwa amekuwa hivyo. Kwa anaamka, hakuna mtu alikuwa anamtali. Alikuwa anaumia tu. Alafu akapenya kati ya watu. Nyuma ya Yesu kulikuwa na watu kama 20,000. Wamekuja kutafuta miujiza na mikate. Akapenya kwa miguu ya watu hao. Kimwambia ananuka. Wakimtusi. Hata wakimkata tamaa. Anasema nikijali wanaonitusi, nitakuta ameenda. Sitapata heri hii tena. Akaendelea tu kumtazama. Akamwangalia tu. Hakujali kwa yale wanamkata moyo. Tuna vitu mingi vinatukata tamaa. Kiendelea kujibizana wala anakuambia wewe huwezi. Hauwezekani, hauwezi. Unakuta bahati yako imekwisha enda. Ukibahatika tu kuona uwepo wa Mungu, usicheze nayo. Kutano huu ni mara moja kwa mwaka. Itakuwa tena mwaka ujao, mwezi wa 12. Basi maana umekuja jioni ya leo, si ujaribu uchukulie pale, alafu moyo wako umguze, alafu ile na kitu cha uungu ndani yako. Yesu akiwa kwa hiyo njia kwenda msalabani, kuna mtu alifungua macho akamjua. Alikuwa kipofu Bartimayo. Alikuwa anakaa njiani akiombaomba. Alikuwa na kinguo anaweka pale chakula. Alikuwa mtu aoni. Yesu akamuita. Akaita kwa sauti, mwana wa Daudi ni rehemu. Hivyo pia kulia hivyo inasaidia. Ile taribu watu wa nchi za Sahara. Ni watu tunajiaminia sana. Hata akiwa na njaa vipi hata kwambia ana njaa. Machozi yetu yanaingia tumboni. Lakini sijui inaingia tumboni wapi. Na hiyo inaingia tumboni, inarudi ikiwa nywele nyeupe. Kichwa inauma kila wakati. Ama shida nyingine kwa mwili. Bartimayo akapaza sauti. Hawezi kuwa na huzuni kubwa ukisema yanatoka ndani yako. Akapokea faraja ya Bwana. Yesu alimpatia kazi ya ziada kubwa sana. Alimwambia njoo. Aliposikia amemuita,
akakumbuka kile kinguo amevaa kinanuka, amekaa kwa matope, ameombaomba nayo, akaiacha pale, kaacha pale, watu wakimwangalia. Akakuja hivyo. Kuna vitu huwezi vaa nguvu za Mungu ukiwa nazo. Hali yako ya kimwili usipoiacha msalabani, tabia zako zote usipoacha nyuma, huwezi pokea uwepo wa Mungu ndani yako. Kuna vitu lazima ukubali kuacha, alafu mtazame Yesu tu, alafu tuone wema wake. Abrahamu alipoona malaika akawajua. Macho yetu natamani yaguzwe. Mahali wengine walipata hasara, sisi tunaweza pata faida. Tumesoma neno nasema, ndugu wapendwa, msitingike, bali muendelee kufanya matendo ya Bwana, maana mnajua taabu zenu si bure katika Bwana. Nataka niwaambie faida za kumtumikia Mungu, faida chache za kufanya matendo mema. Niwaambie sababu gani hatukuokoka tufe. Alituacha tufanye kazi nzuri itakayotuzindikiza. Kuanzia kwa Abrahamu, alipewa agano akiwa na miaka 75. Walimtembelea akiwa na miaka 99. Kuna wakati majaribu ilikuwa inamjia, inakuwa mbaya kwake, ngumu. Anaambia Mungu, nakufa bila mtoto. Mungu akwambia waenda uhesabu mchanga baharini, ni hivyo uzao wako utakuwa. Taka mniambie ukweli. Sasa kuhesabu mchanga, mnasikia kuna jibu pale. Alikuwa na hesabu, analala. Siku ingine majaribu inamjia, anaenda kuomba, naambia Mungu, mimi nakufa bila mtoto. Mungu anamwambia usiku kuingia, enda hesabu nyota za angani, ni hivyo watoto wako watakavyokuwa. Alafu hivyo pale analala. Siku alitoa mkate, agatanga amata na maziwa, agatanga n'inyama, hata nyama. Mungu alipomwambia mwakani kama sahi utakuwa na mtoto mvulana. Tuna watu kanisani watahesabu nyota hadi wazeeke, maana imani yao haina matendo ya kuzindikiza. Mungu hawezi pindua kanuni alizoweka. Kutoa ni baraka kuliko kupewa. Watu wana agano, watakufa wajaona, wataendelea kuhesabu nyota, pia kuhesabu mchanga. Biblia inatuambia kwamba Abrahamu aliwezeshwa na matendo. Baada ya kuwa alikuwa ameamini, kilichomsaidia kuokoa ni matendo mema aliyofanya. Kuna watu wanaangalia kanisani, nafikiri huyo kikufa tutasema nini juu yake. Mnajua watu wakikufa tunabuni vitu, tunabuni vitu vyetu, lakini kuna wengine wana kazi zao zinajitangaza zenyewe. Tulizindikiza watu kanisani, wanasema vile alivyofanya, akiwa na matendo yake anasemeka. Nikasikia nami natamani kufa. Kakuwa na shida moja tu, sasa mimi nitapata yale watasema juu yangu. Sawa na ya huyu mtu, kila siku Mungu ananipatia. Naambia Mungu, nipe kazi ya kunizindikiza leo. Sina wakati wa kuharibu mimi. Najua siku yangu ni ya kuongezwa tu. Ndio maana nafaa kufanya mazuri nikiwa mzima. Mama aitwaye Tabitha alishonea wajane nguo, aliwajali mayatima na wajane. Baada ya siku kadhaa akakufa. Wajane wakaleta manguo alizoshona, akasema Tabitha ni moja, hakuna mwingine anaweza chukua nafasi yake. Akikufa tutakuwa wanani? Petro alikuwa hapo karibu. Yeye ni apostol. Wakakuja wakamshika kwa shingo. Mungu unayemtumikia, kama unataka tuendelee kumfuata, Tabitha asikufe.
ibihamya by'uko atari bupfe, dore imyenda yadoze. Naangalia ishara kwamba afai kufa, ni manguo hizi. Tutamtoa wapi akikufa? Petro akaenda kuomba. Tabitha Mungu akampa uzima tena. Nifuate vizuri. Tabitha hakufufuliwa na machozi ya wajane. Maana kama ingekuwa machozi, wangelia waume wao wafufuke. Alifufuliwa na manguo walioshonea wajane. Kuna watu wana kazi zitawasaidia wakati moja. Nilikuwa na driver pikipiki siku moja. Tulikuwa tunafanya ibada Alhamisi. Naona anashinda kanisani. Hata ni alikuwa anafanya kwa vyombo vya sauti. Namuuliza, mbona utaenda kazini? Ananiambia, mchungaji, polisi walinishika wakanifunga. Nilipofika gerezani, nikatafuta kitu naweza kumbusha Mungu, nikakosa. Nikaambia Mungu kwamba ukinitoa mahali hapa, nitafanya kitu kitaguza moyo wako. Nikakuta sina kingine, nikupatie siku ya 4 tu. Kuna siku utafika mahali ukumbushe Mungu kitu. Tabitha alifufuliwa na matendo mema aliyofanya. Na mume mwingine anaitwa Cornelio. Matendo 10. Mume huyu alikuwa anaomba. Baada ya kuomba anafanya mema. Wema hii kapanda ikakuwa ukumbusho mbele za Mungu. Ikakuwa ni kama mnara umejengwa mbele za Mungu. Hanyuma umwuka wera amanukira kwa Cornelio nkuko yamanutse ku munsi wa Pentecoste. Roho Mtakatifu akashuka kwake kama vile alishuka Pentecoste. Kuna watu walitenda matendo na pengine wajulikani, hata wapate kipasa sauti wajivunie, na kazi hizi zitawanenea mbele za Bwana. Imani sio na matendo ni kitu bure. Unasema unaamini Mungu, mapepo wanakuzidi, wao hata wanatetemeka. Amen. Amen. Mbele ya genocide yakorewe Abatutsi muri 1994, kabla ya genocide 94, hari umupapa yacuruze ibotike. Kuna mzee alikuwa na duka hafi y'ikigo c'amashuri, karibu na shule. Hanyuma akajya mandazi umwana umwe. Alafu alikuwa anapea mtoto mmoja mandazi. Hari mu myaka ya kera. Ilikuwa miaka ya zamani. Genocide ibaye uwo mupapa yatanze mandazi arapfa. Genocide ilipokuwa akakufa mzee huyo. Abana bamwe bararokoka, lakini watoto wake wengine wakaokoka. Hanyuma wa mwana yahawe mandazi. Sasa yule mtoto alikuwa anapewa mandazi. Atuye muri Amerika. Anaishi Marekani. Umwana watanza mandazi. Mtoto yule mzee alikuwa anatoa mandazi. Ajya muri Amerika gukora PhD. Akaenda Marekani kusoma PhD. Franga bamuhaye arashira. Pesa walikuwa wamempatia ikaisha. Na hajamaliza masomo. Wa mwana yahawa mandazi. Yule mtoto alikuwa anapewa mandazi. Bako umwana wa muhaya mandazi ari muri Amerika. Akasikia kwamba mtoto yule alikuwa anampea mandazi yuko Marekani. Ambia kuja tukutane mahali fulani. Babako alipatia mandazi mwaka wa 80. Hauwezi kula, shida hapa nilikula mandazi ya babako. Mandazi kabla ya genocide inaweza kusaidia kwa siku zijazo. Fanya mazuri, ujui itakusaidia siku gani. Tuliishi na mzee Burundi. 93 mnajua vita ilivyokuwa. Hanyuma uwo mpapa yari mpapa mwiza w'imfura. Alikuwa mbaba mzuri, muungwana sana. Imfura gusa mukuvuka ahubwo ari n'imfura mu mico. Alikuwa muungwana kwa kila kitu. Alikuwa anachukulia kila mtu vizuri. Lakini yule alichukulia vizuri zaidi alikuwa mtumishi wake nyumbani. Sasa yule kijana mfanyikazi kwake alikuwa anaenda kwa waasi. Agiye kugwana, akienda kupigana. Nyuma hashize imisi ari mu ntambara. Baada ya siku vitani, wa mpapa afata imodoka ashiramo abana n'umugore we. Akachukua gari akaweka bibi yake na watoto ndani. Zamuka mu misozi ruguru aho bavuka. Wakapanda milimani wanakozaliwa. Bageza hano mu ishamba. Walipofika shambani mahali, bafatwa n'abacengezi. Wakachukuliwa na hao waasi. Hanyuma
babatwara munsi y'umuhanda kubicira. Wakampeleka mahali kuwaulia kule. Mushefu wabo Sasa kiongozi wao azamuka kureba abantu bagiye kwica, akapanda kuangalia watu wanataka kuuliwa, asanga ni bosi we, akakuta ni aliyekuwa bwana wake. Asema huyu ni bwana wangu, huyu mugabo ni imfura, huyu ni mtu mzuri sana, alinisaidia, ntabwo yapfa mpari, hawezi kufa nikiwa. Aherekeza musubiza mu modoka, kamzindikiza hadi kwa gari, kaambia enda salama. Dufite abantu bazi gukira bagasuzugura ye. Tuna watu wanajua kudharau wengine. Telefone ebyiri n'imfunguzo mu ntoke, una simu mbili na funguo, unaona ni kama anasikia wapi, lakini mnajua kuwa matajiri, mnajua kweli. Wagiye uca bugu, si mnyenyekee ko tabitazuwe n'imirimo. Tabitha alifufuliwa na matendo. Abrahamu yasubijwe kubw'imirimo yakoze. Abrahamu kahesabiwa mwenye haki kwa sababu ya matendo. Wewe utasaidiwa na madharau kweli? Ntabwo mbizi. Mimi sijui. Ntabwo mbizi. Sijui kweli. Abanyamerika badakijijwe, Marekani walio awasiokoka batanga icya 10. Wanatoa fungu la 10. Batanga icya 10. Wanatoa fungu la 10. Kandi Imana yabahaye umugisha. Na Mungu amewapatia baraka. Ama organization ya ari international ya Gikristo ari muri Afrika. Kampuni za Kikristo hapa Afrika. Mungu n'abanyamerika batarahagera. Inapewa ufadhili na Wamarekani ambao hawajafika kule. Amafaranga akavuga ngo munshirire abanyafrika bababaye. Anachukua pesa anasema pelekeni Waafrika walio na taabu. Bene wacu barakize. Ndugu zetu wametajirika. Bene wacu barakize. Hakika wamepata mali. Ukibatagira ico bamarira bene wao. Kwa nini wasaidii mandugu zao? Imana yatanze ibihagije. Mungu alitoa kutosha. Zaranganya byaranze. Lakini wapi? Watu watosheki nayo. Biragoye ko abantu basangira. Ni ngumu watu wachangie. Rimwe na rimwe dukonsoma n'ibyo tudakeneye. Mara nyingine tunakula hata ile hatuhitaji. Kwa sababu ya njaa ya zamani. Ni pale pale tu. Tabaki watakumbuka. Abantu batazakubwira ngo urakoze. Watu watasema asante. Watabaki nayo. Iyo umuntu akuze bamukura kubiryo. Mtu anapokomaa wanamtoa kwa chakula. Agasigara tunzwe na bya bindi byoroheje. Anabaki akikula na zile tu ndogo ndogo. Abakozi biwe. Tena watumishi wake bafungura neza. Wanakula vizuri. Ikintu wakora ukazarinda upfa mu isi uticuza. Kitu unaweza fanya utoke duniani utajuta. Gukorera Imana byonyine. Ni kutumikia Mungu peke yake. Korogate atanze cha 10 adakijijwe. Mtu aliyetengeneza Colgate alitoa fungu la 10 hajaokoka. Hanyuma imuhizina rya mama. Korogate ni izina ry'umuntu. Colgate ni jina la mtu. Caterpillar ni izina ry'umuntu. Katapila ni jina la mtu. Atanze cha 10 adakijijwe. Alitoa fungu la 10 hajaokoka. Umugore wakakizana ku rusengero. Anapatia bibi yake anapeleka kanisa. Yari umukire w'umuhinzi. Alikuwa tajiri mkulima. Mungu akamfunulia mashini ya kulima. Maana alitoa fungu la 10. Imukiza gukingisha amaboko imuhima. Mungu akamwokoa kutumia mikono kulima akampatia katapila. Kanuni za ufalme wa mbingu. Ukiziheshimu tu umeokoka ama hujaokoka baraka yako utapata. Siku moja nilikuwa Qatar. Kaniambia hapa hatuna maskini hata moja. Wala mlifanya nini? Wewe jua tu hatuna maskini hata moja. Na ndio nchi duniani tu haina maskini hata moja. Hakuna mtu mwenyeji wa Qatar ambaye ni maskini. Nilikuja kuvumbua kwamba walichukua kanuni nzuri za Biblia. Mnajua Qur'an imeandikwa. Ni kanuni za Biblia. Muhammad akaongezea ufunuo wake pale. Walichukua kanuni nzuri za Biblia wakaweka kwa maisha ya kawaida. Angalia vile Waarabu ni matajiri. Nyinyi wote mnajua Isili. Watu wa Isili wanaishi vibaya kweli. Ni mandugu. Lakini wanajua kusaidiana. Wanafanya kwa umoja. Wanaungana mkono. Wanainuana wenyewe. Ndugu nao. Kila siku ni kubomoana tu. Hawakubaliani. Tutabarikiwa lini sisi? Hizi vitu tunafanya haikusababisha tuwe na umoja. Tunafaa kufikiria vizuri. Sio shida vile Biblia imeandikwa. Ni shida ya mienendo yetu.
Marekani yazamuwe no gukorera Imana, iliinuliwa na kutumikia Mungu. Ulaya walipovumbua Marekani, zile vita zote zilikuwa Marekani na maisha magumu yaliyopo. Walianza kuomba, baada ya kuomba wakatuma missionaries. Watu wa kwanza walifanya Biblia. Ndege ya kwanza ilibeba missionaries. Nubwo abuzukuru baba badakijijwe, hata kama wajukuu wao hawajaokoka, lakini wanatembea kwa baraka ya babu zao. Imbuto nziza wabibi, matunda mazuri uliopanda muzukuru wao, kwa mjukuu n'umuzukuruza wao, hata kitukuu atakula kwa hizo matunda. Na ukipanda mbegu mbaya, wako wote watapata hasara kutoka pale. Hashize imyaka mike, kuna miaka michache imepita, nje Nairobi, ikuja Nairobi, nagiye gusura umushumba umwe w'umwene gihugu. Nilitembelea pastor moja mwenye nchi, hanyuma anjana mu iteraniro, akanipeleka kwa kongamano, hanyuma baratura, alafu akatoa sadaka. Baratuye ndarira, walitoa sadaka nikalia, barinda basoza. Hata walipomaliza, nibwo bwa mbere, ilikuwa mara ya kwanza nari mbonye abantu baturana umutima unezerewe, niliona watu wanatoa na moyo safi, bakabikora bishimye, wakiwa wamefurahi. ubona ari ubuzima bwabo, unaona ni maisha yao, bidasaba kuingia, haitaji kusihi. nakijwe muri 86, iliokoka 86. Ndio mara ya kwanza nilikuwa naona watu wanatoa matoleo hivyo. Nikajiuliza, hii itafika kwetu kweli? Sijui. Hanyuma tujyana nawe kuri hoteli, tukaenda naye kwa hoteli, tuca kuri rompe, mbona umuntu ari kubwiriza, tukapatia kwa roundabout, nikaona mtu anahubiri. Arangije kubwiriza, baada ya kuhubiri kaona watu wametoa sadaka kwa barabara tu. Haja bene wacu babaye ndugu zetu, hakuna watu rengana, lakini ni hivyo. Kirarane chinzara, tuna shida ya njaa ya zamani, tufite birarane, tuna njaa ya siku nyingi. Sio shida ya umaskini, ni shida ya mawazo. Imani bila matendo imekufa. Hakuna hata kimoja Mungu ametunyima. Tumekosa tu moyo mkubwa wa kuingiza wengine ndani. Nguo unazo kwa kabati lako, unaweza patia ndugu yako naye afurahi. Nigeze 98 99 mwaka ahantu hejuru ya Kigali kuri umusozi witwa Jari. Nilienda kuhubiri mahali juu kwa mlima moja ya Kigali. Nyabugogo ni umusozi muremure. Wala mnajua Nyabugogo ni mlima mrefu kwa pale. Iyo kubwiriza ndataha, katoka kuhubiri nikaenda nyumbani. Icyumweru abahungu babiri baransura. Baada ya wiki vijana wawili wakanitembelea. Ngira ngo twe twaragukunze cyane. Na sisi tulikupenda sana, twari tuje kugusura, tulikuja kukutembelea. Barabakene, walikuwa maskini, bafite inkweto zinuka, viatu vilikuwa vinanuka. Hanyuma kisha bahamazi bashira amazi muri dushe baroga, nikuwapatia maji wakaoga. Inkweto zabo zari zimeze nabi, viatu vyao vilikuwa vibaya sana. Nika hejuru ku mabati ngo imbwa zitazije, nikaziweka juu kwa mabati mbwa wasiende nazo. Hanyuma tura umwe musasira mu cyumba cy'amasengesho, mmoja nikamtandikia kwa chumba cha maombi. Nari nkiri umusore nano nari ncumbi, nilikuwa kijana na mimi ni mahali nilikuwa. Mwarambia ngo ngewe ndagukunda cyane, ntabwo nakwemera ko tutararana. Mmoja akaniambia mimi nakupenda zaidi, siwezi kubali tusilale pamoja. Ukuri nubwo yari yoze, hakika hata kama alikuwa ameoga, harufu haikuwa nzuri sana. Hanyuma sinibaza ukuntu ngiye kurana nawe, kajiuliza vile nitalala naye. Byukuri nari umuntu udakunda kurana n'abandi, nilikuwa mtu sipendi kulala na wengine. Hanyuma turara dukina gakino, tukalala tukicheza mchezo. Yifukaganye narifukura, akijifunika mimi najifunua, akijifunua najifunika. Bigira nka saa 9 y'ijoro, kafika kama saa 9 usiku, usingizi kanibeba, nikakuta amenikumbatia. Imana unakoze kungiza ubwibone, kama Mungu asante kuniponya kiburi, asante kunifungua, unyereke ko ndumugwaye, unionyesha hata mimi nina ugonjwa. Kisha asubuhi barambira ngo tugiye gutaha, anambia tunataka kwenda nyumbani, ngo gusengera gutandukana, tukiombea kuachana kwetu. Barambira ngo za nkweto wamanitse hejuru y'amabati, sauti kanambia zile viatu tumeweka juu ya mabati, utawapea kweli? Ndebye ku birenge byabo, kiangalia miguu yao, sanga tunganya ibirenge, nikaona ni sawa na mguu wangu. Nari mfite inkweto 3 gusa, ilikuwa na viatu 3 tu. Umutima urangi, moyo kaniuma kweli.
kaniuma kabisa, lakini nikakuja kushinda mo. Nikachukua viatu mbili nikawapatia, nikawabadilishia viatu. Nikaona machozi yameanza kutiririka. Kuna wakati mtu amini hata atapata kiatu. Baada ya siku chache kukakuja mama mzee, kaleta karatasi nyeusi ikiwa na viatu. Ni wewe unaitwa Desire? Kamwambia ndio. Mungu ameniambia kile ulichofanya kwa maisha hautowahi nunua viatu tena. Kanipatia kiatu namba 8. Tangu wakati huo hadi siku ya leo sijanunua kiatu tena. Kitu kimetuharibu ni kimoja tu, moja tu. Hatujakuwa na macho anayoona malaika. Hatukuona macho hayo. Kutoa inaleta baraka zaidi ya kupewa. Mbinguni kuna vile wanakupatia kitenge, wanatuma mtu wa kuombe, ama macho yako yanaona umaskini wake. Mbinguni inasema muangalie muone maana moyo wa kutoa. Alafu unapiga hesabu zako, vile vitenge ni chache. Ukishindwa kutoa, wanasema mtu huyu mwachane na yeye, apewe tu, na yeye hata kuwa na cha kupeana. Lakini ukiwa na ushujaa, ukuwe na moyo wa kutoa, mbinguni wanakufanya mfadhili wa vitenge. Unakuwa mtu wa kupeana vitenge. Mungu atakufanya njia ya baraka kwa wengine. Hautakuwa pale ukipewa bali ukipeana. Amen. Mathayo 25 kumurongo wa 35 mstari wa 35. Haravuga ngo kuko nari nshonje mukamfungurira, maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkanipa cha kunywa, nilikuwa mgeni mkanipa mahali pa kulala, nilikuwa uchi mkanivisha, nilikuwa mgonjwa mkanitembelea, nilikuwa gerezani ukakuja kuniangalia. 40. Umwami azabasubiza ati, Mungu atawajibu, nababwira ukuri yuko, nawaambia kweli, ko mwabikoreye umwe muri bene data baboroheje, jinsi mliomtendea mmoja wapo hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Akabazo kamatsiko. Swali, uworoheje hanyuma y'abandi ninde ubana nawe? Yule mdogo wa wengine unaishi naye ni nani? Iyo abyaye ninde umuhebe? Akizaa nani umtembelea? Uworoheje hanyuma y'abandi. Yule aliye mdogo kwa wengine. Iyo agwaye ninde umugwaza? Akigonjeka nani anakaa naye? Yakanye ninde umwitaho? Kiwa maskini nani anamjali? Kimwe mu bintu bimbabaza, moja wapo vitu vinaniumiza, kusengera abantu babana ku matsinda y'ubukire. Ni vile kanisani watu wanaishi kulingana na utajiri wao. Watu wamesoma masomo sawa, wako kwa maisha sawa. Maskini hana mtu wa kukaa naye. Yesu alisema aliye maskini alio wadogo kwa hao, mlio watendea ni mimi mlitendea. Ni 2 amri: kupenda Mungu na mwenzako. Sasa nani tunafaa kujali sisi wote? Ni yule aliye mdogo kwa wengine. Mahali pa pili, wa pili tunaweza fanyia ni nyumbani mwa Bwana. Mungu aliwahi kulalamika, aravuga ngo nigute mushobora kuba mazu y'ibitabashwa? Vipi mnaweza kukaa kwa manyumba mazuri? Ngewe mba mwihema, mimi nikikaa kwa hema. Naozenzetsu umushumba kare tugenda, nilikuwa naambia apostle mbele tukienda, nakabije nabonye amatorero nk'icumi yose ari mu mabati. Nimeona makanisa zaidi ya 10 ni mabati, kandi ahantu yubatse na mahali yamejengwa hari etage, kuna magorofa. Nubwo ntinjiyemo, kama sijaingia ndani, pengine kuna hata tiles. Nikuti umuntu yishimira kuva muri etage akajya gusengera mu ibati? Vipi mtu anafurahia kutoka kwa gorofa anaenda kushiriki kwa mabati? Nikuti uva mu ikaro, ni vipi unatoka kwa tiles ukajya gusengera mu ibati, unaenda kuombea kwa mabati? Mnashankunda? Bado mnanipenda? Iri ni teranira rya nyuma kabisa. Hii ndio ibada ya mwisho kweli. Mugiye kunkira. Nitaenda. Muri 86 nkizwa,
86 nilipookoka. Muri 88 bantanzeho kimwe mu 10. 88 wakanitoa kama fungu la 10. Uwo munsi mpitanja kubana n'aba missionary. Tangu siku hiyo nikaenda kuishi na missionaries. Ngiye kubabwira ni inkuru yanjye. Nataka kuambia habari zangu. Turaba missionary. Tukiwa missionaries. Iyo twakwira abantu 30. Yo watu 30. Twaita twubaka urusengero. Tulikuwa tunajenga kanisa. Sisi tulikuwa maskini wote. Hatukuwa hata na viatu. Dutunzwe no guca inshuro. Ilikuwa tu. Twabigenza gute? Tulifanya nini? Twaza buri wese leta yaduha ikibanza. Anachukua kiwanja. Tukagisiza n'amaboko yacu. Alafu tunajenga na mikono, tunatengeneza mikono yetu. Hadi tupate uwanja wa kanisa. Umuntu wese aje gusenga. Alafu kila mtu aende kuomba. Anakuja na mawe. Mabuye niyo twakoragamo fondation. Ndio tulikuwa tunatengeneza msingi. Hanyuma tugaita tujya mu gishanga. Alafu tunaenda kule kwa maji. Tukaumba amatanura ane ya matafari. Tunaumba matofali. Abiri tukayagurisha akavamo sima. Tunauza mengine tunanunua simiti. Ingine tunaleta vichwani kanisani. Wafundi bose bazi kubaka. Wafundi wanaojua kujenga wote. Tuzakora ibyumweru bitatu wapi. Wanasema wiki 3 tutafanya kazi zetu. Wiki moja tuzagitanga icacumi. Tutatoa kama fungu la 10. Bagahita baza bakatubera abayeri. Walikuwa wanakuja wanatusaidia. Sengero za metero 30 kuri 15. Tunajenga kanisa ya mita 30 by 10. Wese nta wambaye inkweto. Sisi wote hakuna alivaa viatu. Abantu 100. Vipi watu 100 wanashiriki kwa mabati? Simvuze mwebwe ariko. Sijasema nyenye lakini. Nabo muri Zambia. Ni Zambia. Hari umugabo imwe yitwa Dawidi. Kuna mzee anaitwa Daudi. Yaricaye umunsi umwe. Aliketi siku moja. Yicara mu nzu y'imyerezi. Nyumbani yake nzuri. Yari nzu nziza cyane. Ilikuwa nyumba nzuri sana. Abagira amahirwe yo kujya muri Israeli. Wale watabahatika kwenda Israeli. Miaka 1000 iliyopita. Daudi alikuwa anachoka kwa nyumba. Alikuwa na nyumba nzuri. Alikuwa anachoka kwa nyumba. Hanyuma arebye inzu ye ukwisa. Alafu alipoangalia nyumba yake ilivyo. Aravuga ngo natinyuka nte. Akasema mimi nitakuaje kukaa kwa nyumba kama hii? Na sanduku ya Bwana iko kwa hema. Atangira kwegeranya ibikoresho byo kuba. Akaanza kutafuta vitu vya kujenga. Mungu akatuma nabii kwake. Daudi, umenishangaza. Nilikutoa kule juzi tu. Vipi unafikiria kunijengea nyumba? Mungu akasema huzuni yake. Nilitoa Waisraeli Egypt. Wameniweka hemani. Nimezeekea pale. Inazeka waniweka kwa hema nyingine. Sasa umefikiria kunijengea nyumba? Sema acha nikuja tupeane agano. Sema kwa uzao wako hautakoswa kukalia kiti chako. Kitu cha pili, hautakuwa mkimbizi tena. Nitakujengea mahali hapa pawe pako. Nimeagana nawe agano ya rehema za milele. Rehema ni Yesu. Ni kama Yesu alikuja mbeleni. Maana kuna mtu alikubali kujengea Mungu. Halo. Yaramubwiye ngo nzaguha izina rihwanye n'iry'abakomeye bo mu isi. Alimwambia nitakupatia jina ya wakuu duniani. Kugera uyu munsi. Hadi siku ya leo. Kaburi la Daudi ndio mahali pameheshimiwa Israeli. Kuna makuhani pale masaa 24 wanaombea pale kila siku. Ndio mahali pameheshimiwa kuliko pengine. Maana alimwambia atampatia jina kuu zaidi. Na Yesu anaitwa mwana wa Daudi. Wokovu sio na matendo. Imekufa tu. Hakuna faida nyingine. Amen. Daudi alijengea Mungu nyumba. Mliniomba kuja nikaja. Si nilikuja? Kweli nilikuja. Nilikuja nikiwa na maumivu ya mgongo. Lakini maana nimesikia kuna watu wameoa pale. Kasema acha tu niende. Na mimi nataka niombe vitu viwili. Mtanikubalia? Mnaweza nikubalia? Wengi wenu mmeketi mkiwa njiani. Mnafikiria mtaenda mahali, utaenda tu. Kitu kusaidia mtoke hapa haraka ni vitu viwili. Cha kwanza
igihugu cabakiriye ni kujua taifa iliyowapokea na kuwa baraka kwake. umugisha ni kimwe, Kuwa baraka ni moja, ntabwo bigoye, si ngumu. ni uguhindura umunyakenya umwe umuzana kuri Yesu, Ni kufanya Mkenya moja aje kwa Yesu. ibyo bintu ntabwo bikomeye. Vitu hivi si vikubwa sana. Abanyakenya mubahahira mu Giswahili, Wakenya mnanunua kwao kwa Kiswahili, babogosha mu Giswahili, wanawanyoa kwa Kiswahili, babambika mu Giswahili, wanawavisha kwa Kiswahili. Giswahili ni gute mutagikoresha ngo mubazane mu rusengero? Vipi mtumie Kiswahili muwalete kanisani? Niba byakunaniye guhindura abanyakenya birabura bene wanyu, Kama umeshindwa kugeuza Wakenya weusi kama nyinyi, mudahuje uruhu, utaenda kubadilisha wale ni tofauti na nyinyi kweli? So ujifunze kwa hawa. Imana ikavuga tumva ico agomba gukora narakirangije. Mungu aseme kazi yake hapa ameimaliza, anaharakisha, unaenda. Baranyica none. Shobora kumbaza ngo abagiye se bari babanje kubwiriza? Unaweza niuliza walioenda kweli walihubiri wote? None sababu bandi ni wewe. Sasa hao ni wewe. Erega uvuga ko wamenyanye n'Imana. Wewe unasema umejuana na Mungu. Sasa unamsaidia nini kwa ufalme wake? Hanyuma nimurangiza kubazana, baada ya kuwaleta kanisani, siku moja nitaona Wakenya kama hivi mlivyo. Niba usigaje amezi 3 hano, kama umebakisha miezi 3 hapa ama mwaka ama miaka 2, basi chukue hiyo faida. Kitu cha pili, muwajengee kanisa, muachie. Mkiendelea kuhubiria ndugu zenu, mnaendelea tu kuhubiria ndugu zenu, mnajua inamaanisha nini? Nasema waendelee kuhama, wakuja huku kukimbia. Ndio mnamaanisha. Mkihubiria Wakenya, Wakongo watakuwa na nafasi tena, amani itapatikana kule, waendelee kulima kwao, waendelee kazi zao. Na nyinyi sasa Wakenya wachukue nafasi zenu muweze kwenda. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu anaweza kuwa amenielewa? Ninajua umesikia tu, lakini watu wote hawezi sikia. Ni kondoo peke yake wanaosikia, wana kondoo. Vitu hivi si rahisi. Vitu hivi ni ngumu. Kuhubiria Wakenya tunakuwa baraka kwao, tuwajengee makanisa wabaki nayo, alafu tuendelee tunakoenda. Vitu hivyo si ni rahisi. Amen. Amen. Hanyuma ahandi hantu dushobora gukora undi murimo, mahali pengine tunaweza fanya kazi nyingine nzuri, umurimo wo kujyana ubutumwa bwiza, ni kuunga mkono kazi ya kutangaza Injili. Abantu bari hano bose dukwiye kubategura nk'abamisioneri. Watu wako hapo wote tunafaa kuandaa kama missionary, kubwiriza Australia na Amerika na Canada, waende kuhubiri Australia, Marekani na Canada. Abandi bantu dukwiye kwitaho ni imfubyi n'abapfakazi. Wengine tunafaa kujali ni mayatima na wajane. Igice cha mbere 27 Yakobo 1:27. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri. Dini la kweli ni hili, nugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, kutembelea mayatima na wajane kwa taabu zao, irinda kwanduzwa n'ibyisi na kutochafuliwa na ya dunia. Abantu iyo bitayeho Imana ikureba neza. Ukijali watu hao, Mungu anakutazama vizuri. Abandi bantu bo kwitaho cyane, wengine watu wa kujali sana, abanyamahanga bo muri twe, ni watu wa mataifa miongoni mwetu. N'abanyamahanga bo muri twe, watu wa mataifa miongoni mwetu, abanyamahanga bo muri twe, watu wa mataifa miongoni mwetu. Musumwe, siku moja narindi mu mujyi muri centre ville, nilikuwa mjini, hanyuma mbona umugabo mwiza cyane muremure w'imfura, nikaona mzee mmoja mzuri sana wa heshima zake. Kiangalia vile alikuwa amevaa, watekereza kwa aparise nka V8 hano, ungefikiria kuna V8 pale nje. Umuntu ugaragaza icubahiro, alikuwa anaonyesha ni mtu wa heshima. Hanyuma nari mfite 2,000 gusa mu mfuka, nilikuwa na 2,000 tu kwa mfuko. Ijwi rirambwira ngo uriya musaza mugiye guhura. Moyo kaniambia yule mzee mnakutana naye, umuhe ibyo 2,000 ufite, mpatie hizo 2,000 uko nazo. Subiza ijwi ngo uramvangiye. Nikamwambia hiyo sauti wewe unanichanganya. Umuntu ari yubashe, yule mtu amejiheshimu, hawezi kuwa anahitaji 2,000. Mutambukaho, nikampita. Hanyuma numva amahoro mu mutima arabuze, nikasikia nimekosa amani moyoni. Ijwi rambwira ngo subirayo umuhe 2,000. Sauti kanambia rudi umpatie 2,000. Ndihuta, nikaharakisha, ndaza ndakomanga ku rutugu, nikamguza mabegani. Hanyuma mitandatanguranwa, alafu nikamwambia Desire, naitwa Desire, wewe umeniambia nikupe 2,000, nisamee si madharau.
amfata mu kiganza gutya arankomeza. Akachukua mkono wangu akashikilia. Arambwira ngo mwana wanjye. Kanambia mwanangu. Ntabwo ndi umunyarwanda. Mimi si Mnyarwanda. Ndi umugande w'umunyankole. Mimi ni Mganda Mnyankole. Naje hano. Nimekuja hapa. Hari umuntu umpamagaye. Kuna mtu alikuwa ameniita. Anipumzishe. Nageze Nyabugogo. Nilifika Nyabugogo. Kakuta amezima simu. Ina siku 2 barabarani. Sina hata maji ya kunywa. Asante sana kunisaidia. Nasikia nililia naye. Nikaenda. Utii inaleta baraka. Utotii inaleta mashida. Tukimtii Mungu tutapata baraka. Tutazaa kina Isaki. Tutazaa wa Isaki. Agano zilizokawia zitatimia. Milango iliyofungwa itafunguka. Mungu atatupa baraka. Na kwa maisha ya kawaida pia tutafanywa vyema. Tena kushiriki na Mungu. Hadi uwe na masikio nasikia. Na macho yanayoona malaika. Itakuwa nzuri zaidi. Kitamatisha. Ni byiza kwitoza guhimana ikintu cyiza ku rwego rwa nyuma rw'ubushobozi ufite. Ni vizuri kujifunza kupatia Mungu kitu kizuri kwa uwezo wako wa mwisho ulio nao. Ntugakorere Imana ikintu giciriritse. Usifanyie Mungu kitu cha ovyo ovyo. Ni byiza kwitoza. Ni vizuri kujizoeza. Guhimana ikintu cyiza. Kupatia Mungu kitu kizuri. Kwa rwego rwa nyuma. Kwa kiwango chako cha nyuma. Ubushobozi ufite. Ya uwezo ulio nayo. No gutekereza. Hata kufikiria. Ntukirushe utekereza ibintu biciriritse. Usifikirie vitu ovyo ovyo tu. Paulo yaravuze ngo ibiboneye byose. Paulo alisema yale yote yanayoonekana. Yale yote yaliyo kamili. Yote ya amani. Hiyo ni hiyo mnafikiria. Abantu bafata umutwe wabo. Kuna watu wanachukua vichwa vyao. Wanajaza uchafu. Anaangalia tu film. Anaangalia vitu vya kuaibisha. Masaa mingi yuko kwa Facebook. Vitu tu havina faida kwake. Mungu alimwambia Yoshua, hivi vya kitabu hiki tafakari usiku na mchana, ndio yako itakuwa sawa sawa, utapata heri. Kolosai 3. Maneno la Kristo liwe ndani yenu kwa ukamilifu, likiwa na hekima yote. Usijichoshe kufikiria vitu ovyo ovyo tu. Najua kwa nini? Kama una uwezo wa kujitimizia madogo, sasa yule anatimiza makubwa. Mbona usimwamini? Tulienda kusali mahali 95. Hanyuma twari tugiye gusenga iminsi 3. Tulikuwa tumeenda siku 3 za maombi. Imana yatubwira ngo nabishimiye. Tulipofika Mungu akaniambia nimewafurahia. Ombeni kile mnataka. Kandi muite mutaha. Alafu mwende nyumbani. Kandi twari twabanje kwezwa koko. Na tulikuwa tumejitakasa kweli. Najua kitu niliomba. 20,000 za Marundi. Pesa za Burundi. 20,000. Nimugoroba yarabimpaye. Jioni alinipatia. Kaenda. Nibwo ubwenge bwagarutse. Ama akili iliporudi. Kaniuliza alikuwa ameniambia nini lakini? Niombe kile nataka. Arudi tena niambie hivyo hivyo. Sasa ninajua akili. Kile naweza omba na kijua. Kuomba kama mtoto pia naishindwe. Msichana wa Herode alicheza, Herode akafurahi. Akasema omba kile unataka. Akaomba kichwa cha Yohana Mtakatifu. Sijui kama walipika kwa sombe. Sijui iliwasaidia nini. Kuna mzee mmoja mbaya. Alikuwa na mtu anachukia. Wakamwambia omba kile unataka. Yule mtu anayemchukia nitamfanyia hivyo mara 2. Akafikiria. Asema toa jicho moja. Na yeye mtoe zote 2. Jamani, watu wanaomba upumbavu. Usiombe Mungu kitu ovyo ovyo. Usiombe Mungu kitu hujafikiria kwanza. Ukiwa na ushirika na Mungu,
Ukiwa na ushirika na Mungu, jaribu vile utatoa Isaki kwake. Ukiwa na ushirika naye tu, jaribu vile utatoa kuwa babu wa mataifa. Ukishiriki na Mungu. Unaweza niongeze dakika 5 niendelee? Mnaweza. Petro alienda kuomba na Yesu. Kwanza hari hazamutse 3 9 basigara hasi mu. Kulikuwa kumepanda 3, 9 wakabaki nyuma. Hanyuma azamukagera ku musozi. Akapanda mlimani. Yesu ageze yararabagirana. Yesu alipofika kule akaanza kumetameta. Nta mumeshi wo ku isi. Inasema hakuna vazi la duniani. Hakuna mtu anaweza fua nguo ifanane na ile Yesu alivaa. Macho yake ilikuwa kama jua. Hanyuma Elia na Musa wakakuja. Sitaki kusema habari hiyo yote. Imana yaje gufata ijambo. Mungu alikuja kusema neno. Kamalizia kazi hiyo. Imana iza gusoza uwo muhango. Akakuja kumalizia hiyo kazi. Petero ngo yarasinziri. Petro alikuwa amelala. Ako umuntu usinzira Imana iri kuvuga. Imagine mtu analala Mungu akiongea. Agasinzira Yesu yabaragiranye. Analala na Yesu anametameta kule. Gusinzira man. Mnapenda kulala jameni. Singewahe. Hanyuma Petero akangutse. Petro alipoamka tu, atangira gutesha guzwa. Tanga kuvuga ibitari ngo. Akaanza kusema vitu havifai. Tuchingando. Tujenge, tukate miti. Tujenge nyumba yako. Ni ya Mose. Na ya Musa. Ni ya Elia. Na ya Elia. Undi nao bari basanzwe batuye. Walikuwa wanaishi pale kweli? Kwa tari bari batuye bafitikiye kibazo. Hawakuwa wanaishi pale, alikuwa na shida gani? Yesu arababwira ati tugende kandi ntimuzabivuge. Yesu akwambia tuende na msiseme mambo haya. Kubaho kw'Imana ntiguhoraho. Kuishi kwa Mungu ni milele. Nugira Imana ukagera mbere y'Imana. Si milele. Ukiweza kufika mbele za Bwana, kinjira mu kubaho kw'Imana. Uingie katika uwepo wako. Gerageza usabe iby'ingenzi. Jaribu kuomba vitu muhimu. Gerageza uvuge mu rurimi gumvikana. Jaribu ongea kwa lugha inayoeleweka. Kubaho wiki gihugu. Heshimiwa taifa hili. Imana akagutumira. Ukibahatika tu akualike kwake. Ufike mahali anapokea watu. Kuna vitu unafaa kuwa makini navyo. Kasarani. Hauwezi anzia hapa Kasarani uanze kusema shida zako kwa basi. Lazima ufike mahali anapokelea watu. Utumie muda mfupi. Bari abantu baguhaye iminota 5 baba bakubashe. Wakakupatia dakika 5 wamekuheshimu sana. Batangira kuvuga ngo disi ngo naje muri. Kusema unajua nimekuja na basi. Tulipika huko tukakuta jam. Hanyuma twasanze hano habaye impanuka. Tukakuta accident mahali. Ugomba gukoresha umwanya muto. Lazima utumie muda mfupi. Kandi ukavuga mu rurimi yumva. Na useme kwa lugha anayoelewa. Ndibwira ko atazi Kinyamulenge. Nafikiria ajui Kinyamulenge. Ukuye kuvuga mu Cyongereza cyangwa mu Giswahili. Lazima utumie Kiswahili ama Kiingereza. Ndio lugha anasikia. Ukavuga ibintu bifite ingingo. Useme vitu vya muhimu. Hello. Mukubaho kw'Imana. Kwa uwepo wa Mungu. Hawasemi vitu ovyo ovyo. Hawasemi mambo ya fitina. Wanasema vitu vilivyo na umuhimu. Maana uwepo wake haukai milele. Usijichoshe kufikiria vitu vidogo vidogo. Kama umefika mbele za Bwana. Munyamerika yaje kutwigisha mu Rwanda. Mtu mmoja Marekani alikuja Rwanda kutufunza. Kakuja na ndege yake. Aipariki Kanombe kuva ku wakane kugera ku Cyumweru. Akaiweka kwa uwanja wa ndege wa kwetu siku hizo zote. Mu mwanya w'ibibazo. Wakati wa maswali. Turamubaza ni gute wabonye ndege? Kwa mwanzo uliona ndege vipi wewe? Hata huko si mfiti ndege. Hata sina ndege. Mfiti shule yigisha gutwara ndege. Ina shule inafunza kuendesha ndege. Ndege nyingi. Ina ndege nyingi. Ari numwe mu bakire bakomeye. Ni mmoja wa matajiri sana. Kwa mwanzo ulitoa wapi? Ndege naisomye muri Biblia. Ndege nilisoma kwa Biblia. Alafu nikaiamini. Alafu Mungu akanipa yenyewe. Mimi hata sijakuwa na baisikeli, wacha ndege. Nilikuwa sijakuwa hata na gari. Wengine walipata ndege. Imagine. Kuna wakati tunasema yale anafaa kusema, lakini sio hivyo alivyosema.
igihe amaso yacu akozweho, wakati macho yetu yameguzwa, ushobora kubona abagabo batatu, tunaweza ona wanaume watatu, ushobora kubona abamarayika, tunaweza ona malaika, hanyuma tukavuga iby'ingenzi. alafu tuseme vitu muhimu. Bisaba ko warahindutse mu Ni bitekerezo, lazima umebadilika kwa fikra, hanyuma kugira ngo umenye gukorera Imana neza, alafu ili ujue kumtumikia Mungu vilivyo, mu bice bitatu: lazima umejengeka kwa sehemu tatu: umwuka, roho, ubugingo, nafsi n'umubiri. na mwili. Nta utanga icyo atahawe. Hakuna yule anatoa kile hajapewa. Ugomba kuba mu mwuka usabana n'Imana, Lazima na moyo unashiriki na Mungu, ugomba kubukoresha ukoresha ubwenge bwawe neza, lazima utumie akili yako vilivyo, ugomba kuba ufite amarangamutima adakomeye, lazima uwe na hisia ambazo hazijaumizwa. umuntu yatawe Kama mtu alitupwa naye anatupa wengine, ashobora kugirira Imana icizere, hawezi kumwamini Mungu, ntabwo yakwizera ko Imana ari umubyeyi, hawezi amini Mungu ni mzazi. umuntu utaragize papa mwiza, Mtu hajakuwa na baba mzuri, ngo data wa twese wo mwijuru, hawezi omba baba wetu uliye mbinguni. ko Imana ari igikoko nkazi, Anajua Mungu ni kama babake wa kimwili, ntaba afite icyitegererezo cy'Imana, hana kielelezo cha Mungu. hari abantu bakomeretse, Kuna watu walioumizwa, igihe barenganya n'Imana, wakati mwingine hata wakamdhulumu Mungu. Kuna kwaya huko kwetu bagize ibyago bapfusha abantu, walipata taabu wakaupwisha watu, bahita bahimba indirimbo ivuga ngo kuki wabyemeye, wakaimba Mungu mbona ukayakubali, ananyagasani Mungu Baba. Jameni, hari abantu batwaye Imana mu rukiko, na watu walipeleka Mungu mahakamani kubera ngo yarabyemeye, maana aliyakubali. Imana irigenga, Mungu anajitawala mwenyewe, imezifata kwa ntizigere kwihanaho, akichagua hata kuja kutubu kwa yuko kwa mpango yake, ni mwenye haki kwa kazi zake. Wewe ni kumpokea tu vile alivyo, bado yeye ni Mungu tu. Hata kama yale yote yalikutokea haikumwacha kufanya kuwa Mungu, hata isikufanye wacha kufanyia wengine mema. Kuna watu hapa lakini hawako leo, walifanyia wengine vizuri alafu akawasaliti, ikakuwa sababu ya kutofanyia wengine mema. Kuna kitu najua, wanasema wale watu ombaomba kwa barabara wana mapepo, ukiwapatia wanapeleka pesa zako kuzimu. Ni tofauti hadi na watu wa mashambani, wanasema kila mama mkongwe ni mchawi. Siku hizi hamjui wale ambao ni wachawi, ni hao wa mitaani. Yule anafanya upelelezi Ukraine, mke wake walimroga, mke na general alirogwa. Maana hata watu wadogo wadogo wao wanaroga. Msidanganyie tu wa mama wakongwe. Kuna watu wana mafundisho ya uongo, wanaogopa achawi, wanaogopa kila kitu kilipo. Msikate tamaa kumtumikia Mungu, msifanye hivyo, Mungu atawatendea mema. Taka tuombe. Hakuna mtu ameketi hapa ameweka nadhiri kwa Mungu na hajatimiza. Wakati nimemaliza mbele zako, Roho Mtakatifu amekukumbusha kitu uliwekea nadhiri Mungu kumfanyia na hukutimiza. Hakuna kitu moyo wako ulikuambia ufanyie mtu mwingine alafu ukadharau tu. Mtu mmoja alisikia njaa, alikuwa na umaskini. Sauti ikaambia mke mwenzake, chukua petro, chukua mafuta na sukari, mafuta ya taa, hanyuma ufate ni sukari, uchukue na sukari, ufate na mafuta y'ubuto yo kujya na mafuta ya kupika, hanyuma ufate n'umuceri, uchukue mchele, ufate yamubwiye utuntu twinshi tumeze. Alimwambia vitu vingine kama hivyo. Hanyuma umuntu yarabwiye uwo muntu Imana aribwiye ko abishira. Yule mtu Mungu alimwambia ampelekee. Yari umuntu munini nkuko kwanje, alikuwa mkubwa kama mimi. Atangira kuburana ngo nabamusuzuguye, kaanza kusema nitakuwa nimemdharau. Ameze neza, ni mtu anakaa vizuri. Sauti ikapigana naye mwezi mzima. Hanyuma umunsi umwe
Alafu siku moja Imana yibuka wa muryango ushonje. Mungu akakumbuka ile familia yenye njaa. Ilikuwa ya watumishi wa Mungu. Ibibuka ikoresheje umuntu ari ku birometero 6,000. Ikamkumbuka kupitia mtu alikuwa kilomita 6,000 mbali. Hanyuma aboherereza ibyo kujya bihagije. Akawatumia chakula ya kutosha. Noneho wa muntu yabwiye kohereza gutanga twa tuntu duke duke. Sasa yule aliambia tu vitu kidogo kidogo. Ahabyibukiye. Alipokumbuka yaje gufata twa tuntu, alichukua tule tu vitu atujyana kwa wa muntu, akapeleka kwa mtu yule. Imana yamugaburi. Akakuta Mungu ameshamlisha na hajampatia kidogo, amempatia kutosha. Sasa huyu mtu alilishwa ya kutosha na Mungu, alimbia kwa makaratasi, naenda kupelekea wengine anajua wenye njaa. Yule mtu akaingia, nilikuwa nimekuletea tu vitu, lakini mwezi umepita, sauti kaniambia nikufanyie vizuri, nikapuuza. Maana alikuwa naona wewe ni mnono. Aramubwira ngo urakoze. Ambia asante. Wari kufata utuntu twawe dusubizeyo. Chukua vitu zako rudi nazo. Igihe byagomba kuntabara ntiwabizanye. Wakati ingenisaidia hukuleta. Nangi Imana yangaburiye. Sasa nami Mungu amenisaidia. Ngerereza ngiye kugaburira abandi. Usinicheleweshe, naenda kulisha wengine wenye njaa. Umuntu yahawe umugishara. Huyo mtu alipewa baraka kweli. Kumvira kose kuzana umugisha. Kutii kokote kunaleta baraka. Na kutotii inaleta mashida. Harundi muntu. Kuna mtu mwingine yari yarasabye Imana umwuka we, alikuwa ameomba Mungu Roho Mtakatifu, hanyuma arawubura, akaikosa. Umunsi umwe, siku moja, ajya gukora amasengesho, akaenda kufanya maombi akiwa amefunga. Pesa zake ayasiga mwikabutura ahantu imanitse ahantu, akayaacha mahali kwa nguo, hanyuma ajya gusenga, akaenda kuomba. Agitangira gusenga, alipoanza kuomba tu, aramubwira ngo nta mwuka wera w'abajura mfite, ngo kwa mimi sina Roho Mtakatifu wawezi. kubyo naguhaye nzaguha umwuka wera. Ukianza kutoa fungu la 10 nitakupa Roho Mtakatifu. Akaenda, afata amafaranga aho yasize, achukua pesa mahali ameacha, akakuja kanisani. Hakukuwa na ibada hiyo siku, lakini kikapu cha kutoa kilikuwa. Akaweka fungu lake la 10, kaongea kwa ndimi. Birashoboka ko ikintu cyafunze imigisha yawe kitari kinini. Inaweza kuwa kitu imefunga baraka yako si kitu kubwa. Umunsi wize gutanga ikimasa n'umutsimani ushobora kubona Isaka. Siku ulijifunza kutoa unaweza pata Isaka. Kandi igihe cyose utazi ko kwizera gufatanyije n'imirimo kuzana umugisha nta mugisha uzaba. Na kila wakati utatambua kwamba imani na matendo au utaweza kupata chochote. Ndashaka kuisengamo. Nataka kuomba kwa dakika zinazosalia. Kuna mtu anatamani tuombe pamoja. Kuna mtu anatamani tuombe pamoja. Vitu niwaambia hata si za kiroho sana. Hata ukifanya kama hujaokoka utabarikiwa tu. Ukifanya kama umeokoka utalipiwa kule kwa ufalme. Ni vizuri kutumikia Mungu alafu ulipiwe. Ukijifunza kufanya utapata baraka, ndio. Wale mnataka msimame tuombe. Baba, tunakushukuru kwa jina la Yesu. Asante kwamba Abraham alipata macho ya kuona malaika, akaona Mungu ndani ya watu, akawasihi, mje kwangu, wape maji mnawe miguu na chakula kidogo mle, msinipite, msipite kwangu. Ibyo bikamuviramo isezerano limaze imyaka 25. Iyo kaleta gano miaka 25. Watu tuko pamoja leo. Amasezerano yabo imyaka maze. Sijua gano yao ina miaka mingapi. Tutegereje imyaka. Kuna wakati tunangoja miaka. Na vitu vimejifunga. Tumengoja tukachoka. Lakini siku ya leo tumejua siri. Tusiache kukutumikia. Tusikate tamaa kwa kukutumikia. Kwa sababu taabu yetu si ya bure. Utalipa kila kazi iliyofanywa kwa Mungu. Waisraeli wakiwa Misri, baada ya miaka 430, wakati ulienda kuwatoa kule, uliwaambia waende kwa majirani waombe dhahabu na fedha na mavazi ya dhamani. Hiyo itakuwa malipo ya miaka 400. Inasema alitoka huko kwa matajiri. Hapo watu walikuheshimu, wakakupenda,
hata kama uko kwa mashida utawalipia, utalipa kila taabu aliyopata, utalipa Bwana. Tusikate tamaa Bwana, tusiwahi kata tamaa, tusiwahi kata tamaa, tusikate tamaa, tusikate tamaa Baba, tufanyie vyema. Asante kwa vijana hawa, asante kwa wasichana, asante kwa baba. Siwezi jua nini kiliwakata tamaa, siwezi jua ni nini kweli. Wewe unayetazama ndani moyoni, wewe unayejua kinachostahili, naomba uondoe hiyo kukata tamaa ndani, uondoe hiyo kukata tamaa yote Baba, uiondoe Bwana wangu. Ibiganza byaramburirwa bakene, vitanga vilivyofunuliwa maskini, ibiganza byagirira neza indushi, vilivyosaidia waliochoka, ibiganza byagirira neza abatishoboye, mikono iliyosaidia wasiojiweza, vifunuliwe tena, vifunuliwe tena kufanya kazi na kutoa pia. Najua vizuri mkono unaotoa kitabaki juu ya kile kinapewa, baraka zilizojifunga. Maana watu walikata tamaa, warudishe tena Baba, rudisha mioyo yao mara tena. Ponya vidoda walitoa kwa kutoa, zile walitoa kwa kufanya vizuri. Waponye vidoda ya wale walipitia, wawezeshe kufanya matendo mema. Na nakusihi jioni ya leo, tufundishe kufanya kazi tutalipiwa, isibaki motoni, ya dhamani, matendo ya moyoni, matendo muhimu kwa ufalme wa mbinguni. Katika jina la Yesu, tujawa neno lako Baba. Fukuze roho ya kukata tamaa, fukuze roho ya kushindwa. Walioshindwa kufanya vizuri nyumbani, waliokata tamaa kufanyia wake wao, wale walikata tamaa kufanyia waume wao, wazazi waliokata tamaa kwa watoto, roho ya kukata tamaa wote, roho ya kushindwa kufanyia Mungu kanisani, waliofungua kanisa, wale wanalalamika, hiyo roho yote ishindwe. Nguvu za udanganyifu na kuamuru, na kuamuru, na kuamuru ushindwe. Toka kwa watu wa Mungu, toka kwa wana wa Mungu. Tuliumbwa kufanya kazi njema, sisi ni wa thamani mbinguni. Hatufanyi vitu vya aibu aibu, hata hatutamani kudanganywa. Tukiwa duniani utatupa baraka, umetuwekea uzima. Kuna watu wataishi kwa ile ibada. Sema ni hao walikaa pamoja nami, wakavumilia nami kwa yote, na sababu wape ufalme. Waliokata tamaa kusoma neno la Mungu, walioshindwa kuomba, wanaofunga wakaacha, wale walitoka kwa madhabahu. Hiyo roho yote ishindwe. Roho ya kukata tamaa wewe, roho ya kushindwa na kushinda na kumaliza nguvu, ushindwe, ushindwe, shindwe, ushindwe. Roho ya udanganyifu, shindwe kwa boma zetu. Roho ya udanganyifu, shindwe kwa boma zetu, shindwe nyumbani mwa Bwana. Simamisha vijana wasichana, na inua mama na baba, wamejaa Roho Mtakatifu, wanapigania ufalme wa Mungu, wanaheshimu ufalme wa Mungu, wanafanya kazi nzuri. Watendewe mema nawe kwa yote Baba. Tunakushukuru Bwana, wakushukuru, tunakushukuru, tunakushukuru maana wakati wa kurejeshewa nguvu. Daudi alisema ananipa nguvu. Nakumbuka Samsoni akipigana Lehi, aliangukia pimbo lake, na kila alikuwa anapigana kikaanguka chini, akakulilia, sema nimekata tamaa na maadui wajaisha, nguvu imeisha na sijamaliza kazi. Ukamwonyesha kisima, kisima, akakunywa maji, akarejeshewa nguvu, akamaliza maadui. Wengine wanaweza kata tamaa,
na tunapita mbele zetu. Hatujafika mwisho wa wito wetu, tujafika kwa kile ulituitia. Hii roho ya kukata tamaa tunaimaliza nguvu Baba katika kanisa hili. Tunaiombea, tupewe kisima cha nguvu, kisima cha kusaidia, kisima cha kufufuliwa, kisima cha kumtumikia Mungu, kisima cha Roho Mtakatifu, kisima cha uamsho, kisima cha sausha tufanye kile tuliumbiwa. Tupe tena mito ya maji. Alisema alikuwa anapita kwa mito ya maji matulivu. Pengine alikuwa amekata tamaa, kuuguzwa machoni. Akasema Mungu ndiyo mchungaji, sitakosa chochote. Ananiongoza kando ya maji matulivu, anarejesha nguvu nafsi yangu. Ewe mwenye nguvu, ewe mwenye nguvu, nipe nguvu. Tupe moyo Baba, tupe nguvu, turejeshe nguvu. Walikuwa naombea wagonjwa, waombe tena. Walikuwa na ushujaa juu ya mapepo, wapokee nguvu tena. Tumekata tamaa tukaingiliwa, tulishiwa nguvu, tunashtuka bure tu. Tuliishiwa nguvu, tukakuwa na woga. Wengine wameinua mikono juu ya adui, wameachana. Mashujaa sasa wana nguvu tena. Turejeshe nguvu, turejeshe nguvu. Tupe maji ya kuona, tupe macho ya kuona kisima, macho ya kuona kisima. Tupe macho ya kuona kisima, macho ya kuona malaika. Tupe macho ya kuona baraka zetu zilipo. Tupe macho Bwana, tupe macho mapya, tupe macho mapya. Macho yafunguke, tuonyeshe mahali tajiri wetu ulipo, tuvishe maana tuko uchi. Baba, rudi kwetu mara tena. Sijui agano za kanisa hili, sikuwa wakianzisha, lakini kuna vitu vikubwa ulisemea hapa. Kuna vitu wamengoja miaka mingi, kuna vitu hatujui vilipotelea wapi. Kama ile Isaka alingoja akingojewa. Tunakusihi Bwana, nakusihi, twakusihi, twakusihi, rudisha watu kwa ufunuo na utimize maono yao. Kile ulinena na watu wako, waone na macho yao, wayaone 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 na macho yao. Rudi kwetu Bwana, turudilie Yesu. Rudi kwetu mara tena, rudi kwetu, rudi kwetu Bwana, rudi kwetu mara tena. Timiza ulichosema, rudi kwetu Bwana. Asante katika jina la Yesu, amen.